Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota, nimekuja tena katika kuendeleza ile video ambayo ilikuwa inazungumzia masuala ya ndoa, kwamba je, ndoa yako inaweza ikawaje au ikoje kwa kulingana na mtawala wa masuala ya ndoa, kulingana na nyota ya mizani, kwa sababu nyota ya mizani ndio baba wa ndoa au mama wa ndoa au ndio mfalme wa ndoa katika mtiririko wa nyota 12. Sasa tukitaka kujua wewe ndoa yako inaweza ikawa ya namna gani, bila kujalisha kwamba uliyempata mnaendana au hamuendani, tunatizama mnaangaliana vipi na nyota ya mizani. Mnaangaliana vipi na nyota ya mizani, huyu bwana ndoa. Sasa tuliishia katika nyota ya nge, ambayo tukasema kwamba huyu mtu wa nyota ya nge hatizamani vizuri na masuala ya ndoa. Mtu wa nyota ya nge jina linaanzia na H au T. Kwa hivyo tunakuwa tunashauri kwamba afanye ibada sana anapokuwa amefunga ndoa. Kwa sababu kuna hatari ya kutokea changamoto mbalimbali. Afanye ibada sana, ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu ili kujiepusha na uadui baada ya yeye kufunga ndoa. Wewe mtu wa nyota ya nge H au T, kwa sababu nyota ya mizani imeingia mlango wa 12 katika mlolongo wa nyota zako 12 au katika milango yako. Sasa nyota ya mizani huyu bwana ndoa, yani kimaanisha kwamba wewe mtu wa H au T, uadui wako mkubwa ambao unaweza ukakutesa sana ni uadui unaohusiana na masuala ya ndoa. Sasa inawezekana ndoa ikaya kwako wewe ndo ukaanza uadui, au uadui ukatoka kwa watu wengine ukaingia katika ndoa yako wewe. Kwa hivyo unapaswa kuwa makini sana na mambo kama hayo katika ndoa yako, uwe makini sana. Sasa leo tutizame nyota ya mshale, nyota ya 9, I ama U. Jina linaanzia na I ama U. Je, swala la ndoa linakuwaje kinyota? I ama U anaitizama nyota ya mizani katika mlango wa 11. Ina maana ukihesabu nyota ya mshale mpaka uipate nyota ya mizani inakuwa ni 11. Tunahesabu kwa pamoja. Mshale inakuwa ni 1, mbuzi inakuwa ni 2, ndoo inakuwa ni 3, samaki inakuwa ni 4, punda inakuwa ni 5, ng'ombe inakuwa ni 6, mapacha inakuwa ni 7, kaa inakuwa ni 8, simba inakuwa ni 9, mashuke inakuwa ni 10, mizani inakuwa ni 11. Na kutoka mizani mpaka uipate mshale ni 3. Kwa maana hiyo mizani ni 7, nge ni mizani ni 7 inakuwa 1, nge inakuwa 2, mshale inakuwa 3. Kwa hivyo sasa huu ni mtizamo wa 3 kwa 11. Basi wewe mtu wa nyota ya mshale umepewa baraka nzuri katika ndoa yako. Baraka nzuri, kuna masikilizano, kuna msaada, kuna kusaidiana. Na hii hasa kama utafata utaratibu wa kinyota ukapata mtu ambaye ni sahihi, mtu ambaye mnaendana. Kwa hivyo ukipata mtu ambaye mnaendana, basi kinyota atakuwa ni msaada kwako. Awe mumeo au mkeo, atakuwa ni msaada kwako. Lakini pia mtapokea misaada ya namna mbalimbali. Sasa misaada si kwa maana ya kupewa pesa tu. Msaada hata wa kiushauri au wa namna yoyote ile. Na hata mambo yenu mtakuwa mnayasovu katika njia ya wepesi kidogo. Kupata utatuzi wa matatizo mbalimbali, mtakuwa mnaweza kupata utatuzi kwa njia ya wepesi kidogo. Na hii ni pale tu ambapo wewe umepatia kuchukua mtu ambaye mnaendana kinyota. Lakini kama umechukua mtu ambaye hamuendani kinyota, utakuwa unaona hichi ninachokisema ni kinyume.
wewe ni mtu wa nyota ya mshale, asili yako ni moto. Sasa kwa bahati mbaya umeenda kuoa mtu ambaye asili yake ni maji, lazima itakuwa changamoto. Umeenda kuoa mtu ambaye asili yake labda ni udongo, lazima itakuwa changamoto. Lazima utakutana na hizo changamoto. Lakini pia hata kama utakutana na hizo changamoto, kwa kuwa mizani imeingia katika mlango wako wa 11, maana yake unashauriwa uweze kuomba msaada kwa wazee wako. Omba msaada kwa wazee wako. Wazee wako ina maana wazazi, mababu, mabibi, yani watu wazima. Waombe msaada unapoona ndoa yako imeingia katika hatua mbaya. Acha kukurupuka wewe na maamuzi yako. Jaribu kuwaona watu ambao ni wa zamani, wameishije na ndoa zao na wamedumu vipi na ndoa zao. Wajaribu kukupa ushauri. Pengine kuna vitu unavikosea wewe au mwenzio anavikosea na unapaswa uweze kumvumilia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nyota ya mizani, kwa maana baba wa ndoa, amesimama katika mlango wako wa 11. Hiyo ni kwa nyota ya mshale. Tunakuja nyota ya mbuzi. Hii ni nyota ya 10. Majina yanaanza na J au V. J au V. Je, swala la ndoa linatizamiwa linakuaje kinyota? Linakuaje kinyota? Sasa tuhesabu tuone mizani, baba wa ndoa, ameingia katika mlango wa ngapi katika nyota yako wewe mtu wa mbuzi. Tunahesabu mbuzi inakuwa ni 1, ndoo inakuwa ni 2, samaki inakuwa ni 3, punda inakuwa ni 4, ng'ombe inakuwa ni 5, mapacha inakuwa ni 6, kaa inakuwa ni 7, simba inakuwa ni 8, mashuke inakuwa ni 9, mizani inakuwa ni 10. Kwa hivyo ndoa yako yani mizani ameingia katika mlango wako wa 10. Mlango wa 10. Sasa nini maana yake? Mlango wa 10 kwanza ni mlango unaohusiana na masuala ya kazi, masuala ya mabosi wako, masuala ya ufalme. Sasa hapa mgogoro lazima utakuwepo na kutakuwa na mvutano kati ya ndoa yako na kazi zako. Yawezekana wewe ukawa busy sana na kazi zako, ikawa ni tatizo kwenye ndoa yako. Yaani ule ubize wa kazi zako. Na kiukweli watu wa nyota ya mbuzi wanapenda kuwa busy. Sio ni watu ambao ni maidol. Wanapenda kuwa busy, wanapenda sana kufanya kazi. Sasa hii inaweza kukusababishia ukaipuuza ndoa yako kwa muda fulani kutokana na ubize wa kazi zako. Na hili linaweza likawa ni tatizo. Inategemea na mwanamke ambaye unaishi naye. Pengine mwingine anapenda sana ukaribu na wewe, na wewe unapenda ukaribu na kazi zako muda wote. Uko busy na kazi zako. Sasa hii inaweza ikakuletea changamoto, ikaleta mabishano kati yako wewe na mwenzako, au ikaleta mvutano kati yako wewe na mwenzio. Kwa hivyo changamoto hiyo inabidi uiangalie na uwe makini pia. Uwe makini. Lakini pia unapooa uwe makini na swala la wazazi pia au wazee. Wazazi au wazee, watu wazima. Uwe makini pia au kuomba ushauri kwao. Kwa sababu ndio mambo ambayo yanaonekana yataingia katika ndoa yako. Ndio mambo ambayo yatakuwa yanaingia. Sasa pia na wewe unashauriwa uwaone wazee ni kwa jinsi gani waliweza kuishi na ndoa zao, pamoja na kuwa na majukumu yao mengi, pamoja na kuwa na kazi zao nyingi sana. Waliweza vipi kubalansi? Tunajua watu wa mbuzi mnapenda sana kufanya kazi na mko serious na kazi. Hamna masiala kwenye kazi. Sasa ile misimamo mizito sana unayoiweka katika kazi zako. Yaani tofautisha maisha ya ndoa na maisha ya kazini. Usijaribu kuweka ile misimamo mizito sana katika ndoa yako, ambayo misimamo hiyo inapaswa iwe kazini. Ukiiweka katika ndoa itakuwa mtihani kidogo. Sababu ndoa ni mahala pa amani, mahala pa burudani, pa starehe. Ndio maana yuko mizani. Mahala pa burudani, starehe. Sasa utakapoleta ile misingi ya mkazo kama vile ni ofisini au eneo la kazi, itakuwa ni changamoto. Hautaelewana na mwenzio, kama ni mumeo, kama ni mkeo, hamtaelewana, mtabaki kuvutana na itakuwa ni changamoto kubwa sana.
Kwa hivyo unapaswa waone wazee wako katika kuweza kupata ushauri. Hiyo ni nyota ya mbuzi. Lakini tuangalie ambayo nyota hii ya mbuzi inatizamana 4 kwa 10 na nyota ya mizani. Tuangalie nyota ya ndoo. Tuhesabu kutoka nyota ya ndoo. Mizani anakuwa yuko wapi? Ndoo inakuwa ni 1, samaki inakuwa ni 2, punda inakuwa ni 3, ng'ombe inakuwa ni 4, mapacha inakuwa ni 5, kaa inakuwa ni 6, simba inakuwa ni 7, mashuke inakuwa ni 8, mizani inakuwa ni 9. Mizani inakuwa ni 9. Kwa hivyo sasa wewe mtu wa ndoo ambaye jina lako linaanza na K au W, jina lililokulea. Hapa ninavyotamka herufi za haya majina, maana yake ni jina ambalo limekulea. Ulipewa jina fulani ukaitwa katika umri ambao hujitambui, ukiwa mtoto mchanga mpaka imefika hatua unajitambua kwamba wewe unaitwa fulani. Hilo ndilo jina la nyota, sio jina ambalo umekuja kubadilisha ukiwa unajitambua. Kuna wengine wamenambia kwamba wakati anaanza shule ya msingi ameandikishwa jina lingine. Sasa umeenda shule ya msingi ukiwa unajielewa, tayari nyumbani una jina ambalo ulikuwa unaitwa. Sasa hilo jina lilokulea ambalo ulikuwa bado hujaandikishwa shule, na ukiwa unaitwa unaitika kwamba wewe ni fulani, unaitika. Sasa jina hilo ni muhimu sana. Jina hilo ni muhimu sana, muhimu sana. Kwa hivyo sasa, kwa wewe nyota ya ndoo, ndoa yako itakuwa ni nzuri, yenye kustawi, lakini pia ni ndoa yenye kudumu. Itadumu hivyo hivyo. Pengine ina migogoro, pengine ni nzuri, lakini itadumu hivyo hivyo. Yawezekana umekosea, umeoa mtu ambaye hamuendani kinyota, mtadumu hivyo hivyo kwa vurugu. Kwa nini? Mtaweza mkadumu kwa muda mrefu hivyo hivyo. Na ikiwa ni ndoa ya amani pia mtadumu hivyo hivyo. Kwa hivyo hapa sasa umakini unaotakiwa ni kwamba unapaswa uwe makini kwa wewe ambaye hujaoa, kwamba unataka kuoa wewe mtu wa nyota ya ndoo, waone wataalamu wa nyota wakupe ushauri wa kinyota. Kwa sababu hapa kuna hatari inapoonyesha kwamba ndoa ni ya kudumu. Kama umekosea, umepata mtu ambaye anakusumbua, maana yake utaishi kwa matatizo ya ndoa kwa muda mrefu wa kudumu. Pengine ni miaka 20, sio 25, sio miaka mingapi. Sasa ukiishi katika mazingira hayo, ina athari kubwa sana kwako. Ina athari kubwa sana kwako. Na tena ukiwa na mawazo ni hatari sana kwako. Unapaswa uwe makini sana. Kwa wale ambao tayari wako wanaishi na wako na familia, basi waweze kufika ofisini au wawasiliane na sisi tujue namna ya kuweza kuwasaidia kulingana na ambavyo nyota haziendani. Tunakuja nyota ya samaki. Elo ama X. Jina linaanzia na Elo ama X. Japo katika majina ya Kibantu sijapata kuona jina linaanza na X, lakini majina ya kina Elo yapo mengi sana. Kina Leila, kina nani, majina kama hayo yanaanza na Elo ama X. Sasa tutizame huyu anatizamana vipi na mizani, wanatizamana vipi na mizani. Ukihesabu kutoka samaki mpaka mizani, maana yake itakuwa ni mlango wa 10. Kama umeshanipata ninavyohesabu, itakuwa ni mlango wa 10. Itakuwa ni mlango, hebu tuhesabu wote tuone ni kweli ni mlango wa 10 ama itakuwa ni mlango gani. Tuhesabu wote tuone. Samaki ni 1, punda ni 2, ng'ombe ni 3, mapacha ni 4, kaa ni 5, simba ni 6, mashuke ni 7, mizani ni 8. Naam, mizani inakuwa imeingia mlango wa 8, si wa 10. Samahani hapo kidogo. Mizani inakuwa imeingia mlango wa 8. Kwa hivyo wanatizamana 8 kwa 6. Sasa wewe mtu wa samaki, katika watu wote wanaopaswa kuwa makini na ndoa, ni wewe mtu wa nyota ya samaki. Unapaswa kuwa makini sana. Una hatari ya kupata majanga ya aina mbalimbali katika ndoa. Una hatari hiyo ya kuweza kufanya matukio mabaya katika ndoa, ama kufanyiwa matukio mabaya katika ndoa.
hasa endapo unapokuwa umekosea kuchagua mtu ambaye mnaendana kinyota. Una hatari hiyo. Na wapo wengine watu wa nyota ya samaki mpaka wana ile hofu ya kufunga ndoa. Yaani uwezo wa kufunga ndoa anao, kila kitu ametimia, lakini hafungi ndoa. Na unajiuliza sababu, unashindwa kupata. Kwa sababu gani? Ndoa imeingia katika mlango wao wa hofu, mlango wa mabalaa. Na wale wanaojitahidi wanafunga ndoa hizo, kama hawakumshirikisha Mwenyezi Mungu vya kutosha, basi wanakutana na majanga, wanakutana na mitihani mikubwa sana. Kwa hivyo unapaswa wewe mtu wa nyota ya samaki umshirikishe sana Mwenyezi Mungu kabla ya kufunga ndoa. Ni muhimu sana, kwa sababu ndoa imeingia katika mlango hatari sana kwako. Kuna mambo mawili, either wewe kufanya mambo mabaya katika ndoa hiyo, au wewe kufanyiwa mambo mabaya katika ndoa hiyo. Inategemea na ambaye umeoana naye, yani umemuoa au amekuoa, ni wa namna gani kinyota, au mnatizamana vipi. Kuna hatari hiyo ya kupata changamoto kubwa sana. Kwa hivyo unapaswa uwe makini, umshirikishe sana Mwenyezi Mungu kabla hujaoa. Unataka kuoa, mshirikishe sana Mwenyezi Mungu akupe busara na akuepushe na changamoto, au akuepushe na watu ambao hamuendani kinyota. Sasa somo letu limefikia hapa katika nyota ya samaki, ambayo ndiyo nyota ya 12 ama nyota ya mwisho katika nyota 12. Sasa ningependa nitoe ushauri kwa wale ambao tayari mpo kwenye ndoa, mna watoto. Hatushauri kwamba muachane, ila ipo tiba ya kinyota. Yawezekana umehangaika, wewe ni mdada, umemlisha dawa mmeo, haiwezekani, hakusikii, hakupi matumizi, hakujali, sijui umefanyaje. Basi ipo njia, alimradi tu ni kama mnaishi naye pamoja. Kama mnaishi naye pamoja halafu hakujali, ni mkali, ni mkorofi, haeleweki, basi wasiliana na sisi au uweze kufika ofisini tujue namna ya kukusaidia. Ipo njia. Kama umesemeshana na yeye na hataki kukuelewa, basi inabidi uongee na roho wake, uisemeshe roho yake. Sasa kuna namna ya kuisemesha roho yake. Najua inawezekana dawa zote umepewa, umemlisha, sijui umemwekea kwenye maji ya kuoga, sijui umefanyaje. Sasa kuna namna kwa wewe mwanamke au mwanaume, hata kama ni mwanaume, kwamba mkeo sasa anakusumbua na huwezi kuachana naye kwa sababu mko na watoto wengi. Huwezi kuachana naye, kuna watoto, watateseka. Sasa umeshafanya kila namna, imeshindikana, basi semeshana na roho wake. Sasa kuna namna ya kusemeshana na roho wake. Kuna namna ya kusemeshana na roho wake. Kwa hiyo iwe wewe ni mdada au mkaka unasumbuliwa na ndoa yako, na unaona kabisa hatuwezi kuachana kwa sababu kuna watoto, au kuna sababu zingine pia ambazo ni za msingi, na hamuendani kinyota, basi iko namna ya kusemeshana na roho wake. Yaani natakiwa utibu roho wake au usemeshane na roho wake, ndio swala lako liweze kufanikiwa. Inawezekana umempa dawa katika mwili wa nyama, umemwekea kwenye chakula, si umefanyaje katika mwili wa nyama, na bado hujaona chochote. Sasa iko namna ya kusema na roho wake, iko namna. Kwa hivyo karibu sana ofisini, tuwasiliane, namba ziko hapo ili tujue namna ya kukusaidia. Karibuni sana ndugu zangu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.